sura ya 2 mstari wa 13. Waefeso 1. Soma kwa jina la Bwana. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, ambayo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Tumepewa baraka zote za rohoni, na ndio maana nasema atukuzwe Mungu ambaye ametupa baraka zote za rohoni, kama tulivyochaguliwa kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, ili tuwe watakatifu. Hiyo ndio tukikubwa sana kwa bibi harusi mteule, kuhakikisha unakuwa mtakatifu. Ndio kusudi la kutuchagua, kwa sababu tulikuwa watakatifu kule, kwa lazima tuwe watakatifu hapa. Amen. Kule kulikuwa hakuna dhambi, tulikuwa tunaishi kulikuwa hamna dhambi kule, na hapa katika maisha yetu dhambi ziko iwe mbali nasi. Tumechaguliwa ili tuwe watakatifu. Kwa kila mtu ajaribu kuangalia maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndio sifa kwa ajili ya mteule. Kwa tumepewa baraka zote za rohoni. Hebu tuangalie Wathesalonike wa 2 sura ya 2 mstari wa 13. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Anarudia kidogo tena. Mstari mmoja tu wa 13. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote. Imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote. Kwa nini? Kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Naomba tuketi. Ni somo kwa ajili ya mteule, na tumesema tunaendelea na safari yetu ya mteule. Labda nirudie kusema kwamba hili somo tuliliacha miezi 7 iliyopita. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunaanza na safari yetu. Sasa hatuishi tu pale tulipoishia, tunataka turudi kidogo kuangalia hatua fulani 1, 2, 3, ili kama wale waliosahau waweze kukumbuka, wale ambao hawakuwepo basi tuanze pamoja nao. Kwa tunachukua ni muhtasari mfupi, lakini somo la mwisho kabisa wakati tunamaliza pale wakati ule ilikuwa jinsi uzao wa nyoka ulivyopenya kwenye safina na kuendelea kwenye maisha haya baada ya maangamizi yote ya gharika. Si mnakumbuka hapa? Kwa wasiokumbuka tunakwenda rafu kidogo tukumbuke, tupate muhtasari mfupi kwa muda wa wiki 2, 3 hizi, afu ndio tuendelee na somo letu kama kawaida, ili tusimwache mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa tunazungumza habari za mteule, kwamba atukuzwe Mungu aliyetuchagua sisi kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Sasa ni neno limekuja ni general, naona ni kwa ujumla wake. Alituchagua nini sisi? Inawezekana wengine wako hapa hawakuchaguliwa. Inawezekana wengine wako hapa tulichaguliwa. Lakini kwa atukuzwe Mungu aliyetuchagua sisi kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa maana tuko hapa, kwamba tulichaguliwa kule, tuko hapa ni dhihirisho tu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kitu ambacho kinakuongoza katika maisha haya, ili kukuthibitishia wewe mwenyewe kwamba ulichaguliwa, anasema ulichaguliwa ili uwe mtakatifu. Na naamini ya kwamba kila mtu anajua utakatifu maana yake ni nini, si ndio? Kwa hiyo ndio vita vyetu kuhakikisha tunakuwa watakatifu. Kama wewe ni mteule lazima uwe mtakatifu. Kuna uzao uliotokea katikati pale, wenyewe hana habari na mambo ya utakatifu, ndio anatuletea matatizo katika ulimwengu huu. Kwa wakati fulani tunaishi maisha ya kuiga ya watu wa dunia ambao hawakweko kule, lakini sisi hapa tunasafiri. Anasema maisha yetu yaliyoko sasa, tuko katika maisha kimbinguni katika ulimwengu wa roho. Maana yake nini? Maisha tunayoishi sisi yanaakisi kutoka wapi? Mbinguni. Nabii anasema ushawishi wa maisha yetu leo unatoka wapi? Mbinguni, hautoki hapa duniani. Kwa katika kila jambo unalolifanya fikiria, je, kule mbinguni wangefanya jambo kama hili ninalofanya? Kama hawezi kufanya basi la duniani uliache.
Amen. Sasa hebu tuendelee. Huyu mteule ni nani? Tujielewe. Kwa sababu tulikuwa ndani yake, kama tulivyojikumbusha wiki iliyopita. Kwa sababu tulikuwa ndani yake na tumekuwa sehemu yake, basi jinsi yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Naliona hilo? Kwa sababu tulikuwa ndani yake, tulikuwa sehemu yake kule. Maana yake tulipokuja hapa duniani lazima tuwe sehemu yake, tuwe ndani yake. Kwa maisha yetu lazima yafanane na yeye mwenyewe. Kwa sababu sisi ni nyama katika nyama yake, sisi ni mfupa katika mfupa yake. Maana yake kila ambacho yeye anakichukia na sisi tunakichukia. Kila ambacho yeye Yesu anakipenda na sisi tunafanya nini? Tunakipenda, kwa sababu tumekuwa ni sehemu yake. Kwa tunapojifunza masomo haya, wakati fulani unajikagua mwenyewe kwenye maisha yako kwamba je, uko sawa sawa? Kama kuna sehemu ambayo hauko sawa, basi jitahidi sana pawe sawa. Ndio maana tunatoba wakati wote. Amen. Nabii anasema na chochote Kristo alichokuwa ndicho ambacho mimi nilivyo. Amen. Kile alicho yeye ndicho nilicho mimi. Mungu kama amehesabiwa kuwa ni mshupavu wa dini. Unakumbuka alipokuja duniani wakasema mshupavu wa dini? Wa dini. Kama alihesabiwa hivyo, nabii anasema ndivyo ninavyopaswa kuhesabiwa na mimi. Kwa ukiamini ujumbe huu ambao ni neno lake yeye mwenyewe, kama msema yeye ni Beelzebuli, basi na wewe ukubali kuwa Beelzebuli. Jina la Bwana libarikiwa. Kama alimtukana yeye, basi lazima na wewe ukubali kufanya nini? Kutukanwa. Sasa watu hatupendi kutukanwa kwa ajili ya Bwana. Utakuwa wewe hujakuwa sehemu yake. Amen. Anasema kama alikuwa Beelzebuli kwa kazi zake za roho wake, ndivyo mimi pia nilivyo. Chochote alichokuwa ndicho nilicho mimi. Chochote alichokuwa ndicho ulicho wewe. Sasa hiyo ndio kitu cha kukiangalia sana. Ndio maana hata Paulo anasema yoyote mfanyayo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu tumekuwa ni sehemu yake. Kwa yeye alivyofanya ndivyo tunavyofanya. Sasa sio kila kitu ambacho kimeandikwa, ambacho nabii alikihubiri, sio chochote kimewekwa kwenye vitabu. Sio chochote ambacho Yesu alikifanya kiko kwenye Biblia. Kuna mambo mengi hayapo. Lakini ili ujue, kioo chako kiwe ni Yesu Kristo. Niwahi kukutana na kijana mmoja amevaa suruali ya mlegezo kabisa, iko hapa matakoni hapa, afu na nguo ya ndani inaonekana hapa. Ni muaminio sehemu. Sasa naambia wewe ndugu, wewe si muaminio wewe. Mbona unafanya hivyo, unavaa suruali kiko mlegezo kiko mpaka hapa. Nguo ndani inaonekana. Anasema nionyeshe wapi nabii ameandika tusivae nguo za mlegezo. Sawa. Kwenye jumbe nisomee jumbe moja ambayo nabii unaona amesema tusivae nguo za mlegezo. Kwa unaona kabisa kuna tatizo. Anataka angalie mahali ambapo nabii amesema. Sasa wewe ni ushupavu wa dini. Amen. Lakini maandiko yanasema kama Yesu alivyokuwa ndivyo wewe uwe. Sasa jaribu kufikiria, je, Yesu angeweza kuvaa suruali ya mlegezo? Kama hawezi usivae, hata kama nabii hajaandika popote pale. Kwa sababu maisha yako wewe kioo chako ni Yesu Kristo. Yoyote mfanyayo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuna mambo mengi hapa huwezi kuona kwenye ujumbe. Lakini ukimweka Kristo hapa, ukiona kwamba asingeweza kufanya, wewe usifanye. Amen. We must be the makers of her immortality. Lazima tuwe wenye kuufanya kutokupatikana uharibifu. Her freedom, uhuru wake, or her fame, ama umaarufu wake, or her glory, ama utukufu, or her shame, au aibu yake. Lazima tuseme kama yeye aliaibishwa na sisi tuaibishwe. Kama alikuwa na utukufu na sisi tuna utukufu ule ule. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo maisha yako yote popote ulipo peke yako yalinganishe na Yesu Kristo. Ndio kioo. Ndio neno hili. Amen. Hatuna budi kuwa hivyo. Hatuna budi kuwa kanisa. Hatuna budi kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Mke wa Bwana Yesu Kristo. Niliishi pamoja naye duniani wakati alipoishi. Sababu nilikuwa ndani yake. Nilikufa pamoja naye wakati alipokufa. Unajua nabii kuna sehemu fulani anasema, unajua Adam wakati anamtoa bibi harusi wake, amen, pale bustani Edeni, alimweka nusu kaputi kama alimlaza usingizi. Katika kile kitendo kile ndio akafanya operation kutoka kwenye ubavu akamtoa nini? Mke wake. Anasema na sisi ndivyo tulivyo. Wakati Yesu amekufa pale msalabani, alikuwa amelala tu pale msalabani.
Alipolala wakachoma kwenye ubavu, kumbe ilikuwa ni operation ya kutotoa bibi harusi wake ambao ni nini? Ni sisi. Kwa hivyo kwa bibi harusi wa Adamu ndivyo tulivyokuwa sisi hapa. Bibi harusi wa Adamu wa kwanza alishindwa, sisi hatushindi. Amen. Kwa ndio kitu kikubwa sana ambacho tunatakiwa kukiangalia. Nilifufuka pamoja naye, yeye alipofufuka. Nimekusanyika na nimeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, kwa kuwa mimi ni sehemu yake. Kwa naishi kama yeye alivyoishi. Popote alipo, hapo na mimi ndipo nilipo. Mahali alipo mtumishi wangu, nitakuwa pamoja, nitakuwa hapo pia. Amen. Sasa yeye anaweza kufanya ushirika na sisi katika sisi na kuweka neno lake kwetu, ambapo sisi ni sehemu ya neno lake. Kwa unaona ni mjumbulisho. Kama Yesu Kristo ndio mume wetu, manake sisi ni nyama katika nyama yake, si ndio? Ni mfupa katika mfupa wake. Kwa sisi tumekuwa ni sehemu ya nani? Ya Kristo, kama mimi nilikuwa sehemu ya baba yangu. Sasa huyo Kristo tunasema ni neno, si ndio? Hata Kristo ni neno, kama ni neno manake mimi ni nani? Ni neno. Amen. Kwa sababu mimi ni nyama katika nyama yake. Kama ni neno, kwa maana yake neno lilivyo na mimi ndivyo nilivyo. Neno linavyosema na mimi ndivyo ninavyosema. Ukiona kuna neno alafu unalipinga kona kidogo, wewe ukuwa sehemu yake, kwa sababu utajikataje? Hapa kuna nabii, kuna sehemu fulani anakisema hapa, tukiangalia. Na kama yeye ni neno na sisi ni sehemu yake, basi sisi ni sehemu ya neno. That's why we are here to fellowship. Sababu tuko hapa tufanye ushirika with his word na neno lake, because we are part of him, kwa sababu sisi ni sehemu yake, and he is the word, na yeye ni hilo neno, and you are also the word, na wewe ni neno. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikiliza, kuna swali hapa nabii anauliza, na ninawezaje kukana kwamba nina mkono? Nawezaje kwamba nina mkono? Nabii anasema fikiria kwamba science inakueleza kwamba wewe Eric huna mkono. Utakubali? Science inakwambia wewe huna mkono, utakubali? Ndio nabii anauliza hapa, ninawezaje kukana kwamba nina mkono? Haidhuru ni jinsi gani jua fulani samani anasema kama science fulani ingesema ya kwamba sina mkono, mimi nina mkono. Ninajua nina mkono, ninautumia. Kwa chochote ambacho kitasema sina mkono, mimi siwezi kukubaliana nacho, kwa sababu mkono ninao afu ninautumia. Amen. Na ninajua nina Mungu, nina Mwokozi, ninamhisi nafsini mwangu, mimi ni sehemu yake. Hivyo ndivyo neno hili linavyosema, hivi ndivyo nilivyo. Na kama nikikana sehemu moja ya hili neno, hiyo ingekuwa ni kama kukana nina mkono. Amen. Kama ninakana sehemu fulani ya neno la Mungu, maana yake ni kukana kwamba mimi sina nini? Sina mkono. Amen. Sasa tunatakiwa kulitii neno lote kama lilivyo. Amen. Sasa ukienda kule kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya 2, ukianzia mstari wa kwanza, anasema kama kulivyokuwa na manabii wa uongo, anasema baadaye kutakuja manabii wa uongo ambao wataingiza kwa werevu sana uzushi wa kupoteza. Alafu akiingiza kwa werevu sana uzushi wa kupoteza, anasema njia ya kweli itatukanwa na wengi utafuata ufisadi wao. Sasa wewe fikiria kwa mfano madhehebu jinsi yalivyo. Nenda kwenye Ukatoliki, nenda kwenye Uluteri, unakuta watu wamejaa, ni wengi sana, si ndio? Ni wengi sana, lakini kaangalia ule ubora wa lile neno, wamechanganya. Ukienda sehemu, wewe nenda kwenye Marko 16:16, anasema aaminie na kubatizwa ataokolewa, si ndio? Lakini watu huko wanavipatiza vitoto vidogo ambavyo haviwezi kuamini, yani kabisa naipinga hili neno, afu bado anaendelea kuhudhuria ibada kule. Sasa unapokuwa umepata ufunuo wa neno, unaweza kufikiria watu wana akili timamu. Yani kuna maprofesa ambao wamesoma, wanasoma kabisa kwamba hapa aaminie ndio abatizwe, lakini wanambatiza mtoto mdogo asiamini. Yani ana ma-PhD ya filosofia kule. Neno linasema tubuni mkabatizwe, unambatiza mtoto mdogo ambaye hawezi kutubu. Hili neno naliangalia, afu watu wengi wako kule. Ndio maana inakuwa ni neema kwa kujua hizi siri za uteule, ni neema. Ndio maana anasema atukuzwe Mungu na ashukuriwe aliyetuchagua sisi hata kabla msingi wa ulimwengu, kwa sababu tunaona mambo ambayo wengine hawezi kuona. Na nabii Isaya anasema
Unaona, wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, hata siku hii ya leo. Amen. Sasa ukienda kwa Wathesalonike wa pili, sawa, ile sura ile ya pili, anasema kwa sababu hakukubali kuifuata ile kweli. Na kweli ni nini? Ni neno. Baba, unaona, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Anasema kwa sababu hakukubali kuifuata ile kweli, Mungu amewaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Ndio maana amejaa kule. Kuna nguvu ya upotevu iko juu yao kwa sababu amelikataa neno la Mungu. Kwa Mungu ameruhusu aendelee hivyo hivyo. Kwa anabarikiwa, anajua mimi mtoto wa Mungu, kumbe hamna kitu chochote. Sawa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Kwa hiyo utalikanaje sehemu ya neno? Unaona? Kama unakanya sehemu ya neno ni sana kusema kwamba mimi sina mkono wakati unao. Nisingeweza kufanya hivyo na kubakia mwanadamu nikiwa na akili zangu timamu. Wala siwezi kukana neno lolote la Mungu na nibaki, unaona, nikawa muaminio. Huko nalikana sehemu yote neno lolote la nini? Sehemu fulani ya neno la Mungu. Ukiingia kwenye madhehebu kule ambao huwezi kuyaona kwenye maandiko, yameanzishwa na wanadamu, unakuta lengo lao kubwa sana wamekana sehemu fulani ya neno la Mungu. Kuna mengine wanakubaliana nayo, kuna mengine afanya nini? Wamejiwekea mafundisho yao. Lakini maandiko yanasemaje? Hamtaishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Kila neno. Amen. Na ukienda kusoma pale kwenye Yohana 12:48 anasema mimi simhukumu mtu siku ya mwisho, ila lile neno nililolisema ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Wewe lichezee unavyotaka leo. Lakini utakutana nalo siku ya mwisho, litakuhukumu hilo hilo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ametuchagua kuweza na kutupandisha juu kuweza kuona mambo haya. Roho halisi wa Mungu inanibidi kuchukua yale. Asema sasa kama una roho halisi wa Mungu utaishi kama neno lote linavyosema. Lakini vinginevyo inanibidi kuchukua yale madhehebu yanayosema ama yale Mungu aliyosema kuhusu jambo hilo. Unaona? Huwezi kufanya hivyo. Madhehebu ndio maana madhehebu. Sasa ukienda kwenye Waefeso 4 anasema jitahidini sana kuhifadhi umoja wa roho. Lakini madhehebu ndio yanatenganisha umoja wa roho. Lakini bado waangalie. Anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Nienda kwenye madhehebu wana imani tofauti, Bwana hivyo hivyo tofauti, mabatizo tofauti, lakini bado wanaendelea. Amen. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo siri inavyokuja. Kwa hiyo kule wameweka mafundisho ya wanadamu. Maandiko yanasema nyinyi ni wanafiki. Kwa nini? Anasema kwamba anasema mnaniabudu bure. Unaona hili neno? Mnaniabudu bure mkufundisha mafundisho ya maagizo ya nini? Ya wanadamu. Wewe fikiria kwa mfano maandiko yanasema wanaume wasalishe kila mahali. Alafu kule wanaweka wanawake kusalisha. Wakati maandiko yanasema hivyo, maandiko yanasema askofu awe ni mume wa mke mmoja. Wanaweka wanawake maaskofu. Ina maana maandiko hakujua kwamba mbona hakusema kwamba askofu awe ni mume wa mke mmoja. Unaona? Wanageuza. Kwa hiyo heri yetu sisi ambao tunaona mambo kama haya. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu sana. Sasa kwa tunaona kwamba wakati tunakuja sasa duniani, tumetoka kule mbinguni. Kwa maisha yetu haya hapa hajaanzia hapa duniani, yalianzia kule kabla ya msingi wa ulimwengu kuweko. Jina la Bwana libarikiwe. Yalianzia kule kabla ya msingi wa ulimwengu kufanya nini? Kuweko. Maisha yetu haya, yani hapa ni madhihirisho tu yametokea. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ni madhihirisho yaanzia, kwa lazima tufikirie kule kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Sasa kuna uzao tutakapokuja kuona huko mbele umetokea duniani, haukuweko kule nyuma, lakini tunaishi nao, ni wanadamu kama sisi. Ndio hawa ambao wanatuletea matatizo katika kuishi kwetu. Lakini sisi tunapotembea tu katika miili hii ndio, lakini maisha yetu yanatakiwa yaakisi ndani ya nafsi zetu. Usiangalie mwili huu utawasha tamaa zake, kwa sababu dunia hii imejaa matamaa mbalimbali. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kututunza na kutubariki. Kwa hiyo tunarudi sasa. Mungu ni roho. Mungu ni nini? Ni roho. Na tunafahamu kwamba roho huwa haina nini? Haina mwili. Kwa ili roho ionekane lazima iuvae mwili fulani, iingie ndani ya mwili
fulani. Amen. Sasa wananiita kwa mfano, labda unaniita mimi Mbenyange, lakini kiukweli sio Mbenyange, huu ni mwili wa Mbenyange. Mbenyange mwenyewe ni roho, hamjai kuniona hata siku moja. Unaona? Lakini ili nionekane ilibidi niingie ndani ya mwili huu. Kwa watu wanaangalia mwili wanasema huyu ndio Mbenyange. Lakini tutaangalia ni wapi swala lilipotea, lilianzia hapa. Huko kabla ya msingi ya ulimwengu hatu kuangalia mwili haikuwepo. Kwa Mungu ni roho, na kwa hiyo akaumba mtu roho akamweka duniani. Na mtu huyo roho alikuwa katika mfano wa Mungu na katika sura ya Mungu. Ni nani? Ni wewe na mimi. Ni Adam. Wa kiume na nini? Na wa kike. Tuko katika sura ya nini? Ya Mungu. Unapozungumzia katika sura ya Mungu unazungumzia habari za kiroho. Hii miili sio hiyo sura ya Mungu, hii ni ya wanyama tu. Kwa unapozungumzia kwa sura ya Mungu ni maisha yetu ya kiroho. Amen. Na siku hiyo alipomuumba mtu ambaye ni mwanaume na mwanamke, unaona, katika roho akawapa jina, siku hiyo akaita Adamu. Kwa jina lako wewe hapa, unaona, ndio unajua anaitwa Adamu lakini hana mwili. Kwa jina sio la huu mwili, ni la roho iliyoko ndani. Tunaelewana hapo? Yuko ndugu yangu hapa Eric. Tunasema Eric, huo mwili sio Eric, ni ile ndani, kwa sababu yule alipewa jina la Adam kabla hajapewa mwili. Amen. Kwa kule ndani ndio kumechukua sasa, na hata mwili unaonekana hapa. Tuangalie ilipopotelea. And God in the beginning, Mungu hapo mwanzo made his first man, alimfanya mtu wake wa kwanza. He made him out of the spirit. Alimfanya kutokana na roho. And spirit is the invisible part of man. Na roho ni sehemu ya mtu isiyoonekana, that you don't see, ambayo hauioni. Now God made man in his own image. Sasa Mungu alimfanya mtu kwa sura yake mwenyewe. Are you listening to me? Je, mnanisikiliza? Ni nabii huyo. All right. Sawa. God made man in his own image. Mungu alimfanya mtu kwa sura yake mwenyewe. Kwa hata alipotuleta duniani, lazima tuone zile sura za Mungu zionekane katika maisha yetu. Na kama ni Mungu ni roho, basi maisha yetu yani lazima yaonekane katika maisha yetu. Kwa Mungu akija kule ndani, mwili wote utakuwa umedhibitiwa na Mungu. And God is a spirit. Na Mungu ni roho, says the Bible. Inasema Biblia. And the first man that was made had the government over all the creation. Na mtu wa kwanza aliyeumbwa alikuwa na tawala juu ya viumbe vyote. Just like the Holy Spirit has government over the church today. Kama vile tu Roho Mtakatifu anavyolitawala kanisa leo. He led the creation. Yeye aliongoza uumbaji. He led the animals. Aliongoza wanyama kabla hajapewa mwili. Kwa Roho Mtakatifu yuko hapa na tuongoza, lakini humuoni kwa macho. Amen. Ndivyo alikuwa Adamu kabla hajapewa mwili, alikuwa kiongozi wa kila kitu. Amen. Kwa maisha yetu maana yake atakiwa yaongozwe na nani? Na roho. Na roho hioni kwa macho, lakini lazima adhihirishwe hivyo. Adam in spirit, Adam katika roho, was both male and female. Yeye alikuwa ni wote wa kiume na wa kike. Both feminine and masculine. Yeye alikuwa na katika roho kiume na kike. In the spirit, katika roho. And God separated the masculine from the feminine. Na Mungu alitenganisha sehemu ya kiume kutokana na ile ya kike. And he put the feminine in the woman. Na akaweka ile ya kike ndani ya mwanamke. And the masculine in the man. Na ile ya kiume ndani ya mwanaume. And you see, na unaona, both body and spirit they are one. Wote mwili na roho wao ni mmoja. Kwa wakati roho sasa iko kule ndani, sasa imewekwa kwenye mwili huu, inaonekana mwili na roho ni kitu kile. Sasa ndio maana sasa lazima maisha yetu katika miili hii yaongozwe na roho aliyoko ndani yetu. Amen. Sasa kama roho wa Bwana yuko ndani yako, ataudhibiti huu mwili. Na nabii anazungumza, anasema maamuzi yote ya mwili huu yanatoka kule ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Kule ndani ukisema nataka kwenda kufanya uasherati, huu mwili unakwenda kutekeleza. Kule ndani kusema sitaki habari za uasherati, huu mwili unatekeleza, hautagusa. Unaona? Kule ndani kusema yule jamaa amenikorofisha nimtukane, huu mwili unaanza kutoa matusi. Unaona? Kule ndani kukataa makosa na huu mwili unafuata. Yani ni bendera unafuata upepo, yani mwili unafuata tu. Kwa maamuzi makubwa sana ni kule ndani. Kama roho wa Bwana yuko ndani kule, huu mwili utatii yote ambayo roho inasema. Kule ndani kusema nimechoka, huu mwili unachoka hapo. Wenyewe una respond. Yani wenyewe huu mwili mtifu sana, unasikiliza kule ndani kunasema nini. Haubishi. Jina la Bwana libarikiwe.
Amen. Kwa hiyo nabii anazungumza sema, unajua maandiko yanasema kama yamkini kwa upande wenu muishi na amani na watu wote. Sasa nahangaika mimi namna ya kuishi na amani na Eric, au mwingine anasema hapana, mtu wa kwanza ambao unaishi uishi na amani naye ni mwili wako mwenyewe. Kwa sababu mwili kitu kingine na kule ndani kitu kingine. Kwanza patana wewe na mwili wako kabla hujaenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo utakuta mtu mwingine maisha yake, yani roho yake na mwili vinashindana wakati wote, hapa anakwenda kumsema mtu mwingine huko hajatengeneza. Amen. Kwa lazima mwili wako ufuate ambavyo nafsi yako inafanya. Amen. Kwa hiyo kulingana na Mwanzo 2:7, mtu huyu Adamu alikuwa roho, akajengewa nyumba na Mungu ili aweze kuishi ndani yake. Na nyumba hiyo ndio ikaitwa nini? Mwili. Kwa mtu anaishi ndani ya nini? Ya nyumba. Huu mwili ndio unaitwa mwili huu. Kwa huu mwili sio mimi, ni nyumba yangu. Mimi naishi ndani ya nyumba hii inayoitwa nini? Mwili. Na wewe hapo sio, yani ni nyumba ya wewe. Wewe unaishi mle ndani. Amen. Aha. Sasa kisha akawekwa huyo mtu sasa katika bustani ya Edeni, bustani nzuri ya Edeni, ili aishi milele humo. Hiyo bustani ya Edeni ilikuwa ndiwe pawe makao makuu ya dunia katika maisha ya milele hapa duniani. Kwa wakati tumeondoka kule, kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, alituleta hapa duniani sasa sifa zake turudishe katika miili ili tumwabudu yeye. Sasa kwa sababu kule tulikuwa tunaishi na milele, kwa alituleta hapa duniani ili tuishi milele. Ndio nasema mkazane, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Lakini ikiwa tuanze kuishi milele kuanzia kwenye bustani ya nini? Ya Edeni. Kwa pale Edeni ilikuwa makao makuu ya dunia, yani kwa mtu aende huku Dar es Salaam lakini aishi nini? Milele. Kwa ilikuwa maisha ya umilele yanahamia wapi? Duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tutaangalia hapo jinsi umilele ulikatishwa. Unaona dhambi ilivyoingia, tukapoteza sasa tena hadhi ya kuendelea kuishi hapa ulimwengu. Ndio maana tunakufa. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni watoto wake wote waishi milele duniani. Kwa akatuleta hapa tulipokosea, lakini sisi bado alituangalia, akaenda kutuangalia mpango mwingine wa kuzaliwa mara nini? Ya pili. Kwa hiyo anazaliwa mara ya pili, anaishi nini? Milele. Jina la Bwana litukuzwe.